Sisi kama vijana tunasema Albert Ojwang apate haki yake hata kama amefariki dunia. Tunataka tujue ni nani alisababisha kifo cha mwenzetu ambaye alikuwa anaitwa Albert Ojwang. Kwa sababu vijana wamekuwa wakiuawa, tunanyamaza. Mkitaka tutafanya maandamano Kenya mzima, hapa Nakuru, Nairobi, Homa Bay, Kisumu, Migori. Tutalemaza shughuli zote za usafiri mpaka haki ya kijana mwenzetu iweze kupatikana. This is a person who was a father, a husband, and also a teacher to our children. When he came to see his family, you unlawfully arrested him. And the following day, the only thing we heard from the police service was that our brother had been murdered in cold blood. Mtu hawezi akajigongesha kwa ukuta akafariki dunia, anakuwa unconscious. Wewe ukijigonga kwa ukuta mara moja, sidhani kama hiyo uchungu utasikia, utatamani tena ujigongeshe kwa ukuta. Mtuambie ukweli ama sisi tutakuja kuambia ukweli. Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangũhũ, rais wa bunge la mwananchi katika kaunti ya Nakuru. Na sisi kama vijana wa bunge la mwananchi kaunti ya Nakuru na watetezi wa wananchi wa chini ama wanyonge, tumeghadhabika na kuhuzunika sana na kifo cha ndugu yetu kutoka Homa Bay, ndugu ambaye alikuwa anaitwa Mr. Albert Ojwang Omondi. Na mimi kabla sijaendelea, ningetamani sana nimuulize Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kutakuwepo haja gani ya broad-based government kama vijana wako kutoka Luo Nation wanakuwa murdered usiku na mchana on a daily basis, na hakuna kauli ambayo mimi nimekuona wewe Bwana Raila Amolo Odinga ukisimama ukikemea ama hata kumengage your partner who is William Samoei Ruto, who is the commander in chief of the armed forces. Mbona miezi kadhaa iliyopita hapa Nakuru Kivumbini tulipoteza ndugu yetu ambaye alikuwa anaita Brian Odhiambo. Brian Odhiambo hakupotezwa ama kuuawa na mtu asiyejulikana. Huyo kijana alikuwa mikononi mwa maaskari wa KWS, na mpaka kufikia sasa hivi hatujapewa ripoti mwafaka kuhusu ulipo mwili wake, ama kijana mwenyewe akiwa hai ajumuike na familia yake aendeshe maisha yake. Ikumbuko ya kwamba hiki sio kisa cha kwanza, maana tulikuwa na kijana mwingine hapa Elbagon Molo ambaye alikuwa anaitwa Richard Otieno. Otieno aliuawa na person of interest. Kwa hiyo kesi ya Otieno ilikuja ikabainika kwamba alikuwa ni legislature ambaye alikuwa anaitwa Kimani Kuria, sitting member of parliament. Hatukuona wakishika na kuprosecute huyo mtu ambaye alikuwa ni person of interest katika mada ya huyo kijana Mjaluo. Sasa hivi tunasikia tena Kasipul constituency, tena kijana ambaye ni Albert Ojwang ameuawa. Inakuaje Mheshimiwa Raila Amolo Odinga hujaongea? Broad-based government hii, one of the issues ilifaa address ilikuwa ni kuleta utangamano ama national cohesion and unity of Kenyans. Lakini kama kutakuwa na sehemu fulani ya nchi vijana wanauawa kiholela holela, na wanaowaua inakisiwa kwamba ni maaskari kutoka kikosi ambacho William Samoei Ruto anakomandi, kutakuwa na umuhimu gani wa kusema Wajaluo wameshikana na serikali ya William Samoei Ruto? Mtu atatolewaje kwa boma ya baba yake akiwa anakula mpaka hajanawa mikono, hajakunywa maji, mbele ya bibi yake, mbele ya mama yake na anko yake na mtoto wake mchanga, na anapelekwa akiwa njiani, anapelekwa 400 kilometers away mpaka Nairobi, anapigia baba yake simu aseme waombe maaskari wasiniweke kwa rumu ambayo iko na shida ya kupumua kwa sababu mimi niko na asima. Mzee kufika Nairobi wanamuweka into waiting, wanamwambia ngoja, enda kunywa chai mzee utarudi. Mzee baadaye anaambiwa tuko na habari ambayo sio good news, ati kijana alijigongesha kwa ukuta akapasuka kichwa, ati akapeleka kimbizwa hospitali Mbagathi Hospital, na maaskari wetu kwa bahati mbaya akafariki dunia. Inawezekanaje? Na huyu jamaa ambaye anajiita Sigei, huyu jamaa ni nani? Kama mwenzetu alikuwa amepublish an authentic information about the Deputy Inspector General of Police, why was he not presented to the court? And by the way,
why was our brother not booked in the OB book? And why was he also not presented together with the other inmates kwa room moja? Mbona alikuwa isolated akawekwa peke yake? Na swali lingine, kulikuwepo na CCTV cameras ambazo zinaweza kutusaidia vile zimewasaidia nyinyi mkajua alijigongesha kwa ukuta. Pia sisi tuone kweli mwenzetu alijigongesha na kwamba si eti kwamba kuna mtu ama watu ambao walimtocha. Kwa sababu investigators ambao wamejaribu kuangalia inaonyesha ya kwamba huyu jamaa ni kama kulikuwa na physical confrontation, and those whom we are alleging that they might be the killers behind his death. Na kwa nini hakubukiwa kwa kitabu? Kwa hivyo ina maana kwamba alikuwa kwa hiyo Central Police Station illegally. Alafu naona watu kama Peter Kaluma wamenyamaza saa hizi, wakati same constituency kulikuwa na kifo ya mtu ambaye alikuwa anaitwa Ng'ondo Were. Peter Kaluma, wewe na mama yetu ambaye anaitwa Gladys Wanga mulilia in public kama watoto wa class nursery. Sasa hivi kijana mdogo ambaye alikuwa tu ni mwalimu wa high school, kijana ako na promising future, kijana mzee wake ameinvest sana wakiwa huko Mombasa mpaka akampeleka Mombasa Polytechnic, Mombasa University, Pwani University. Kijana akahitimu, ameandikwa. Kijana wetu ni taxpayer katika taifa letu la Kenya, analipa ushuru kwa P9 form yake. Ukidownload leo utaona hajalipa chini ya 1,100 kwa mwaka. Huyo ni voter ambaye alipigia Raila na Ruto kura, leo wako pamoja. Sasa kwa nini aliuawa? Mbona hawangemwacha aweze kupelekwa kotini wamuulize? Kama angepatikana kuwa guilty, angepelekwa jela wamfunge kwa mujibu wa sheria. Na kwa nini kufikia sasa hivi Deputy Inspector General mwenyewe hajaresign? Ama kwa nini hajakuwa arrested? Because we normally say nobody is above the law. Hatutakuwa tunauawa vijana zetu ambao wanatamani waendeshe maisha yao, wapeleke taifa letu mbele. Vijana hao wa kesho wanauawa siku ya leo. Mniambie tunapeleka wapi au hiyo mili ambao vijana wanauawa? Tutakula hiyo mili? Sisi tunataka tupeane hii caution, kwa sababu hata hapa Nakuru kuna kijana ambaye amekuwa shot huku London. Huku London ward kuna kijana ambaye amepigwa risasi mchana saa 8. Sasa unajiuliza, alikuwa anahepa? Alikuwa ameiba? Alikuwa anaua mtu? Hapana. Na wanapiga kijana risasi tu na mambo inaisha. Why is the government of William Samoei Ruto carrying out extrajudicial killings on our innocent youth in the Republic of Kenya? And the leaders who are aligned to the government of William Samoei Ruto are not coming out to speak the truth about this gruesome murder of our young generation. Sisi tunasema ya kwamba wakati ni sasa, na wakati wa 2027 tunaenda kujitokeza. Mpaka nyinyi wabunge ambao mmenyamazia hizi vifo ambazo zinaendelea, tunaenda kushikana kama nguvu ya vijana na wamama, na tutawaondoa katika hizo viti. Binafsi vile niliwaambia, nasimama kiti katika jimbo la Nakuru Town West, na mimi namaanisha hakuna amount of intimidation ambayo itaweza fanya mimi ni back down kwa hiyo ambition ambayo nimeanzisha. Mara hospitali hakuna madawa, mara vifo za watu ambao hawana hatia. Mtu kama Madam Susan Kihika, gavana, sijawahi kumuona akiongelea mambo ya kifo ya Brian Odhiambo. Sijawahi kusikia akiongelea mambo ya kifo ya jamaa ambaye alikuwa anaitwa Richard Otieno huko Elbago, ni ambaye tulienda tukaazika. Sasa na huyu mtu ndiye alienda na pesa mingi huko ati analipa ajifungue, na anarudi badala. Sasa tumesahau, anagonga tena msumari kwenye kidonda, na anasema ya kwamba mlitaka hawa majunior doctors wanione sehemu zangu za siri. Kwani sehemu za binadamu za siri zinafanana sisi wote? Ngoja siku ambayo utakuwa mgonjwa ndio utajua kwamba daktari hahitaji permission yako ndio kuangalia your private parts. Nakedness is for the people who are not sick. If you are sick, if you need to give birth, you don't need to command which doctor is going to see your private parts. Kwa sababu wewe kama tungekuwa tunaokoa maisha yako,
sidhani kama wewe ungesema mnipandishe ndege niende ng'ambo ndipoza wale qualified doctors ndio watanihudumia. Ni makosa makubwa sana. And by the way, I don't think a doctor who is trained and has taken the oath to treat the patients has the audacity and disrespect to disclose or rather to let the pictures of the privacy of a patient to the public. Mbona sisi hatujawahi ona mama zetu ambao wamejifungua wengi hapa PGH Hospital, picha zao za uchi katika mitandao ya kijamii? Mbona hatujawahi ona wagonjwa ambao wamefanyiwa operation, kama ni appendicitis, kama ni mambo ya tumbo and all that, hatujawahi ona picha zao zimesambaa kwa mitandao? Ina maana gani? Ina maana ya kwamba madaktari wetu ni watu ambao wako professional na hawawezi wakafanya kitendo cha utoto kama hicho. Na by the way, another question, if you thought that our medical doctors were too low or they are not qualified very well, why wouldn't you seek the services of the PS or the CS to come and provide the delivery services to you as a governor of the caliber of Nakuru? Lakini sasa wewe unakuja, hujui county iliendeshwa aje, hujui kuna msichana ambaye alifanywa CS PGH akakufa, hujui kwamba kuna mtoto wa miezi 6 mwili ilipotea PGH Hospital, hujui kuna kijana alikuwa intern akapoteza maisha yake, tukapata mwili kwa trenches za hospitali ya PGH Hospital. Unaanza kuandamine madaktari wetu na hizo peanuts ambazo mnawalipa. Wanakuangalia, if you are a good person and if you have got good advisors, make an effort of coming to the public and apologizing to our medical practitioners and the dentist union ambao wanachukua seriously masuala ya kiafya katika kaunti yetu ya Nakuru. Na kumekuwa na huyu msichana ambaye alikuwa anaitwa Millie Wadok. Huyu msichana alikuwa wakati mmoja ameolekea huyo jamaa. Nataka kujua huyo jamaa ako wapi? Ako ndani ama ako hospitali anatibu watu? Baada ya huyo aliyekuwa mwanamke wake kusema ya kwamba alinunua kazi na yeye hakuwa hata passionate about the job that he coughed some money before he acquired that position. Huyo msichana ametuambia umuhimu wa serikali kuacha kuuza kazi kwa sababu inahatarisha maisha ya wagonjwa wetu. Millie Wadok anatuambia vile huyu bwana yake alikuwa mpaka anadunga wagonjwa sumu, alikuwa analala mpaka na wagonjwa, alikuwa mpaka ana carry out abortion on young girls. Lakini sisi leo tukifuatilia jambo lingine likihappen leo, tutasahau hiyo story ya Millie Wadok. Lakini ametupea crucial information ambayo ingepelekea tumshike huyo jamaa na atuambie ni kina nani na nani walikuwa wanatibu wagonjwa wakati walikuwa wamekunywa pombe wamelewa. Ni nani na nani walikuwa wanashirikiana wakidunga madawa ambaye ilikuwa ni sumu, wakidanganya wagonjwa ni painkillers. Mpaka mtu ambaye alikuwa ametishia mwanamke akamwambia, wewe siku moja nitakudunga madawa ulale na utakufa kabisa. These are the things we need to hear that are being addressed by our county governors and members of parliament where necessary. Lakini kukimbizana na chokora katika town, jiji la Nakuru ambayo ni city, mnawachapa viboko hata hujui nani ndiye amecommit crime ni nani hana. Mbona hatujawahi ona gavana ako na designated area amesema these children we have confirmed fully that they belong to the streets, they can be residing from this given area, kuliko kuja mtoto hujua amekula aje, mtoto amefanya nini, mmoja ama wawili ndio walikosa, wewe ukiona chokora na gunia unachapa viboko. That is stupidity of the highest order and small-mindedness. Because a nation of the people who have gone to school should carry out things in a democratic manner and in a mature and humane way. Not, whipping street children anyhow. But when the cases of abduction arise, nobody is speaking. When the cases of murder arise, police brutality, extrajudicial killings, you people remain mum. Who is going to save the country of Kenya and its counties? So the year 2027, we young people, we are going to take over
And once I take over the mantle of leadership of the constituency of Nakuru Town West, people are going to see the change. The other day, tuliona MP wa Kapsaret Bwana Oscar Sudi. Watu wamemshambulia sana wakisema amepewa hiyo pesa na Ruto nini. Where is the problem? Hajapewa hiyo pesa akanunua chopa. Hajapewa hiyo pesa akapandisha gari wasichana warembo akakula nao. Huyo amempawa watu wa Kapsaret constituency, na tumeona magari, tumeona mapikipiki, tumeona swing machines, tumeona marota tanks, tumeona mpaka vifaa za kupika chips, hospitality industry. What can you tell me about Oscar Sudi, even if he never went to school? Hata kama alifika class 3 na hana makaratasi. Wewe ambaye uko na degree 2 na PhD, umefanya empowerment ya aina gani kwa watu wa constituency yako ndiposa useme ya kwamba Ruto alimpea pesa? The other day you are telling us how Ndindi Nyoro was allocating himself billions of shillings ahead of other constituencies. And the big question is, for the little that was being allocated to your constituency, as a member of parliament, as a representative of the constituency, what have you done with that little amount of money that your constituency was allocated for? Ndiposa uanze kusema kuna upendeleo katika kugawa ama ugawaji wa rasilimali katika constituencies za taifa letu la Kenya. So tuache mzaha, na sisi kama vijana tunasema Albert Ojwang apate haki yake hata kama amefariki dunia. Tunataka tujue ni nani alisababisha kifo cha mwenzetu ambaye alikuwa anaitwa Albert Ojwang. Kwa sababu vijana wamekuwa wakiuawa, tunanyamaza. Mkitaka tutafanya maandamano Kenya mzima, hapa Nakuru, Nairobi, Homa Bay, Kisumu, Migori. Tutalemaza shughuli zote za usafiri mpaka haki ya kijana mwenzetu iweze kupatikana. This is a person who was a father, a husband, and also a teacher to our children. When he came to see his family, you unlawfully arrested him. And the following day, the only thing we heard from the police service was that our brother had been murdered in cold blood. Mtu hawezi akajigongesha kwa ukuta akafariki dunia, anakuwa unconscious. Wewe ukijigonga kwa ukuta mara moja, sidhani kama hiyo uchungu utasikia, utatamani tena ujigongeshe kwa ukuta. Mtuambie ukweli ama sisi tutakuja kuambia ukweli. Thank you so much. My name is Mr. Robert Makoha, the President of Bunge la Mwananchi, and also the Member of Parliament of Nakuru Town West come the year 2027.